kwa muda huu sidhani kama ni muda sahihi kuyajua yote, ila naona cha umuhimu tujue yuko wapi. Hawezi amini Zena tuko naye tena duniani. Inawezekana vipi yani? Hivi kumbe wewe ni mpuzi eh? Kwa hiyo ukimwona mtu anavunja nazi tu basi ni mchawi. Sasa kama mimi ni mchawi, kwa nini unakula nazi yangu? Ni kweli bibi. Inabidi tuhangaike ili kujua mama mdogo yuko wapi. Tumepambana kati ya uwezo wetu, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi Zena. Taarifa za msiba nilizipata nikiwa safarini kwenda kumchukua huyu mdogo wangu. Ile amenihuzunisha sana, tena sana, kutokuhudhuria msiba rafiki yangu Zena. Sio wewe tu Rozi, hata mimi mama yake sikuweza kushuhudia msiba wa mwanangu Zena, maana nilipata mshtuko sana alipopigiwa simu na dokta. Ilinipelekea kuzimia siku 3 niko wodini. Da, inamaanisha sitamwona tena Zena. Rozi mwanangu, ni kazi yake ya Mungu, ila baada ya kufariki rafiki yako, basi na wewe usinitupe mwanangu. Usijali mama, tuko pamoja. Kama na wewe alikwambia kwamba ukitaka kujua zaidi umtafute, hata mimi aliniambia hivyo hivyo. Na nakumbuka alisema kwamba hizi dawa ambazo tulipewa hazitokuwa na faida yoyote na sisi. Yaani hazitokuwa na matokeo mazuri. Na nikichunguza kiundani tangu nimeanza kutumia, hakuna chochote kilichobadilika. Nimevunja nazi njia panda, nimeoga vya kuoga, lakini hakuna mabadiliko yoyote. Kwa hiyo naona vizuri zaidi tumtafute ili tuweze kujua zaidi. Yule mshikaji inaonekana kuna mengi anajua kuliko tunayojua sisi. Kwa hiyo basi natubidi tumtafute popote pale ili tuweze kuyajua mengi. Unachosema ni kweli. Vizuri zaidi ni kumtafuta ili tupate kujua vingine. Huenda anaweza akawa na msaada na sisi. Na nilitaka turudi kwa mganga Sakantole, lakini naona haina maana tena. Kwa hiyo tumtafute kwanza yule mshikaji. Basi sawa, kwa sababu mimi tayari najua. Tuelekee. Unapajua vizuri? Sawa, haina shida. Tatizo lako Dizo, una haraka sana. Ungenisikiliza kwanza mimi. Kuna mengi ya kuongea mimi na wewe. Ili tujue tunafanyaje. Sasa mwenye nazo, hata kama tutaongea kitu gani mimi na wewe? Hivi tunaweza tukamrudisha Zena duniani? Usifike huko kaka. Swala ni moja tu. Nishakwambia Adika na 99 za kuhusika na kifo cha Zena. Hasa inabidi tukae mimi na wewe, tujadiliane. Tujue tunafanyaje juu ya wote naohusika. Haina kulaza damu, na kama ubaya acha iwe ubwela. Asante sana mwenye nazo kwa kuendelea kuwa na mimi. Na hisi sasa ni muda sahihi wa kufanya kitu sahihi. Hebu tuondoke mtaani.
nisikilize kwa makini. Yule uliyemwona ndiye mama mzazi wa marehemu rafiki yangu. Nilikuwa nakusina na kuomba umheshimu na mchukulie kama mama yetu. Maana mimi dada yako tangia nimekuja hapa mjini, yule ni kama mama yangu. Usijali dada, nitamheshimu kama mama yangu mzazi. Ulichokifanya mimi sikukipenda kabisa. Unaendekeza sana tamaa. Mkuu, ni kitu gani mimi nilichokosea mkuu? Sawa. Mkuu, ni bora uniambie kitu nilichokosea mkuu, kuliko kuendelea kunilaumu mkuu. Kukikucha ndio utajua kila kitu kinachoendelea. Wala usiwe na haraka. Sawa mkuu, nimekuelewa. Samahani mwanangu. Bila samahani. Vipi? Safi, tunaambie. Fresh. Si tulikuwa na shida. Sio kama utaweza kutusaidia. Tulikuwa tunamtafuta kijana mmoja hivi. Wadiki hivi anaitwa nani yule? Jina lake kidogo limenitoka. Lakini hii ndo mitaa yake. Mara nyingi nikipitaga hapa nakutana naye. Naisi anaitwa Faisali. Kitu kama hicho. Ni kijana fulani hivi kachangamka sana. Yeah. Faisal. Mlikuwa mna shida gani naye? Shida tuliokuwa nayo ni private kidogo. Kwa hiyo kama unamfahamu ndugu yangu, naomba utuelekeze. Kama unafahamu anapoishi, itakuwa vizuri sana ndugu yangu. Mimi simjui bwana. Halo. Safi. Sasa sikia. Kuna washikaji hapa wanakuulizia. Sijui ni wateja wako hawa. Ni wawili. Haya poa. Onyie. Joini. Mshikaji kasema nendeni Kiningeni kwa Sakantole mtamkuta. Basi sawa, haina noma. Haya poa. Poa. Haya. Mwana mama ndikulomba masamba gabuta mikongo kanambirije. Mwana mama njira mama saidia mama njira mama Acha. Karibuni vijana. Karibuni. Unawajua vijana? Ndio mkuu. Kwanza kabisa niwape pole vijana. Na umsamehe mganga Sakantole kwa kufanya swala lenu kimakosa. Niwaeleze kiufupi tu. Mimi mneniona hapa ndio mganga halisi wa kilinge hiki. Na huyu mnayemwona hapa
ni kijana wangu Sakantole. Kosa alilofanya ni kufanya swala lenu bila kunishirikisha. Najua alikuwa na tamaa ya pesa. Haitaka afanye kazi asinipatie pesa. Na baya zaidi, alitaka kunizuru. Lakini hili swala nilijua kabla. Na ndio maana kijana, nilipokuambia kuhusu swala la pesa, ukaitikia kwa haraka sana. Lakini nilijua kuna jambo nyuma ya pazia. Ila kwa kuwa mmefika hapa kwa mtaalamu, matatizo yenu yote yamekwisha. Kikubwa ni kuweka sadaka. Nangalo yangu sime na mkuki varelo, nangalo yangu sime na mkuki varelo, nangalo yangu sime na mkuki varelo, nangalo yangu sime na mkuki varelo. Sakantole, mpatie huo mvuvula huyo kijana. Mpe. Hiyo dawa utaitumia kwa kuoga. Ndani ya siku 7 italeta matokeo mazuri. Si umenielewa? Vipi na wewe kijana? Hauna sadaka? Mtaalamu, kama utanisaidia, naomba nisaidie tu. Maana sina hela kabisa. Ila nitaforce ndani ya wiki hii nitakuletea. Kwa sasa sina kitu kabisa. Naomba nisaidie ufute hii kesi anisiwepo kabisa. Kijana, mjini hakuna cha bure. Ukipewa usichukue. Mjini hakuna cha kuokota. Ukikiona usiiname. Unaelewa kijana? Ukijua uzito wa hili tatizo, utarudi hapa. Maana jambo lako ni kubwa sana. Sijui umenielewa? Naweza mkaenda.